kipindi hiki ni kipindi cha Noeli ambapo tunatarajia kwamba utakuwa mkingo wa familia takatifu na mwanzilishi wa kanisa la Familia Maria Yusufu na mtoto Yesu ili kuendeleza vizazi vya Mwenyezi Mungu katika kanisa. Basi tushukuru dhambi zetu ili tupate kushinda vizazi takatifu. Karuani Mwenyezi
이러면 Reading from the book of Genesis, chapter 2, verse 18 to 24. Then the Lord God placed the man in the garden of Eden to cultivate it and guard it. Then the Lord God said, "It is not good for man to live alone. I'll make a suitable companion to him." So he took some stone from the ground and formed all animals and all birds. Then he brought them to the man to see what he would name them, and that is how they found their names. So the man named all the birds and all the animals, but not one of them was suitable companion to him. Then the Lord God made the man fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and rolled up the flesh. He formed the woman of the rib and brought her to him. Then the man said, "At last, here is one of my kind, bone taken from my bone, and flesh from my flesh. Woman is her name, because she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one." That's the word of God. Somo la pili. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini katika mambo yote hayo tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu
ulio katika Kristu Yesu Bwana wetu. Hilo ndilo neno la Bwana. Wakristo wapendwa, tusimame kwa shangilio. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ndilo neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla tuanze mahubiri, basi tukaribishe bi harusi. Ninasema kabla tuanze mahubiri, tumkaribishe bi harusi aletwe mbele. Tinkoga ni akorandia ntamanye tingambara bitokoranderia so tigare ntwe tumuganye buna emeroberiere. Thank you.